Wa Kibal TV nimekuja tena kukuletea habari njema ya injili yake Yesu Kristo. Mimi ni Reverend David Kibali wa Njega, nikiwa mhuduma wa injili njema pale Githurai 44 pale bypass, na huduma inayoitwa The People's Church Ministries ambayo niko chini ya Askofu Francis Wanderi ambaye yako pale Kirugwea kule ambapo ndiko makao makuu ya kanisa hili la The People's Church Ministry. Nikusalimu tena katika jina la Yesu Kristo, ya mtazamaji wangu wa Kibal TV. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya adhuhuri. Nashukuru Bwana kuwa hapa kwa sababu ya kunipatia nafasi hii tena ili tuweze kushiriki neno lake Mwenyezi Mungu. Basi tutaomba ili tuweze kuendelea. Baba wetu na Mungu wetu mwenye nguvu zote, ninakushukuru kwa kunipatia nafasi kuja hapa Kibal TV kuweza kupeperusha neno la Bwana katika vyombo hivi, nikipeperusha neno hili nikiongozwa na nguvu zako. Nakushukuru Bwana kwa sababu umenipatia nafasi na kibali niweze kupeperusha habari hii njema. Asante, maana Roho Mtakatifu atanisaidia, atasaidia mtazamaji wangu ili akaweze kufafanuliwa, akaweze kuelewa injili na maana yake. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Basi mtazamaji wangu wa Kibal TV, ni mara ingine tena nimekuletea habari njema ya Yesu Kristo. Nimekuwa nikifundisha kuhusu injili. Mara nilipoanza nilikuwa ninahubiri kumtumainia Bwana katika wakati wa uzito, katika wakati wa ungumu, bado kushikilia neno lake Bwana. Na wiki iliyopita nilikuwa ninafundisha kuhusu alama kadhaa zinazodhihirisha kwamba injili unayoifuata ni injili ya kweli. Leo nataka tuangalie maandiko kadhaa. Itakuwa ni kama tutasisitiza sana barua ya Yohana. Katika Bible ujue kuna maandiko mengi na kuna vitabu vingi, hasa Agano Jipya. Agano Jipya kuna barua zake Paulo alizoziandikia kanisa. Lakini hapa nitakuwa nikiangalia barua iliyoandikwa na Yohana ya kwanza, maana imeongea sana kuhusu alama kadhaa ambazo zinaweza dhihirisha kwamba wewe ni Mkristo kamili, ama kwamba uweze kutambua huu ni Mkristo kweli. Maana siku hizi Ukristo umeanza kukosa radha. Watu wengi wameanza kudhihaki imani ya Ukristo. Watu wengi wameanza kuidharau kwa sababu ya matendo ambayo yametendwa na watu wakijiitanisha na jina hili la Ukristo. Mimi ni Mkristo, mimi nimeokoka, mimi ni muumini wa neno lake Mwenyezi Mungu. Basi nataka kukuarifu kwamba Kristo Yesu alisema, sio wote waniitao Bwana Bwana watakao ingia katika ufalme wa mbinguni, lakini ni wale watendayo mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Hayo ni mafundisho yake Yesu Kristo ambayo tunayaenzi na tunayapenda na tunayaheshimu. Basi tutaangalia alama kadhaa za Mkristo wa kweli, alama kadhaa zinazodhihirisha kwamba huyu ni Mkristo wa kweli. Nitaanza na barua hiyo ya Yohana ambayo nitaisoma. Barua ya Yohana nitasoma kwa Kiswahili, First John chapter 5 verse 9. Inasema hivi kwa Kiswahili, First John chapter 5 verse 9. Ukienda kwa Agano Jipya utaona kuna Waebrania, kuna barua ya Yakobo, kuna Petero wa kwanza, wa pili, alafu pale unaingia barua ya Yohana ya kwanza, ya pili na ya tatu. Tunasoma ya kwanza kifungu cha 5 mstari ni wa 9. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi, kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba ameshuhudia mwanawe. Hii ni habari njema kwamba Mungu ameshuhudia mwanawe Yesu Kristo. Mungu mwenyewe ndiye alisema, huyu ni mwanangu ninayempenda. Yesu Kristo mwana wa Mungu akadhihirishwa ili jina lake Bwana litukuzwe. Ukiangalia chapter 5 hiyo nimesoma, mstari wa kwanza unasema, kila mtu aaminie kwamba Yesu Kristo amezaliwa na Mungu. Hiyo ni mstari wa kwanza
wa kifungu cha 5 katika ile barua ya Yohana ya kwanza. Kila mtu aaminie kwamba Yesu Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Hii ni habari njema ya Yesu Kristo kuhusu kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu, mtazamaji wangu, kwa roho yako, kwa nguvu zako, kwa kitu kile chochote ulicho nacho, mali yako, nguvu zako, hekima yako, masomo yako, urembo wako, uchanga wako, na nguvu zote ulizo nazo katika mwili huu ambao ni wa muda, kumpenda Bwana na kila kitu ulicho nacho. Hii ni alama moja ya ajabu ya kwamba kama unampenda Bwana, kama wewe ni muumini, kama wewe unamjua Yesu Kristo, umezaliwa tena, umeokoka, ambayo tunasema being born again, kubadilika, conversion, kujua kwamba hii njia ninapitia ni mbaya na unapitia njia ya kweli. Wacha nikwambie, alama moja muhimu sana ni kumjua Bwana Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo. Na nimekuwa nikihubiri habari hii kwa muda mrefu, kwamba kumjua Kristo maishani mwako ndiyo jambo muhimu sana, na la kwanza ndilo jambo linaloleta tofauti mwanadamu yeyote duniani. Tofauti yake na watu wengine wote duniani ni kumjua Yesu Kristo. Hiyo ni alama moja ya Mkristo. Huwezi kuitika Mkristo mzuri kama humjui Kristo vizuri ni nani, kama hujui kazi aliyekuja kutufanyia, kazi ya kufa msalabani na kufufuka na kumwaga damu yake, na siku ya tatu akapaa mbinguni, akaketi katika mkono wa kulia wa Mungu Baba. Ishara ya kwamba, ama kisa na maana, alikuwa anafanya hivi ili alipe gharama ya dhambi ya mwanadamu. Katika jina la Yesu, Mungu akufunulie kwamba kumjua Kristo Yesu ndilo jambo ambalo ni la kwanza kabisa katika imani yetu. Imani yetu haiwezi kuwa na msingi, haiwezi kuwa ni alama ambayo inaonekana na watu wote. Mkristo hawezi simama mahali aseme yeye ni Mkristo kama hamjui Bwana wetu Yesu Kristo. Ni vizuri kumjua Bwana Yesu Kristo. Siku moja Yesu Kristo akitembea duniani, akafika mahali akauliza wanafunzi wake, je, watu husema mimi ni nani? Akauliza watu, akauliza wapendwa wote waliokuwa karibu na yeye, na hasa akauliza wale walikuwa wafuasi wake. Akawauliza, je, watu husema mimi ni nani? Yesu akauliza hiyo swali. Kisa na maana ni kwa sababu watu wengi wanamfuata Yesu hawamfahamu vizuri, hawamjui vizuri, hawamuelewi vizuri. Haleluya! Hawamjui Yesu Kristo ni nani. Aliuliza hiyo swali, akauliza ukiangalia mstari Mathayo 16 mstari wa 14 inasema hivi. Yesu Kristo akauliza 13 mstari wa 13, kifungu ni cha 16, Mathayo 16 kifungu cha 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Je, tafakari haya ya kwamba wamemtembea na Yesu Kristo, wamemuona akifanya miujiza, wamemuona akiomba, wamemuona akiponya, wamemuona akihubiri habari njema katika hekalu na katika masinagogi, wakatembea naye akifanya miujiza na ishara, na wakamfuata Yesu wakisema, Bwana asifiwe, haleluya, huyu ndiye Bwana, Master, mwana wa Mungu. Wakamfuata. Lakini Yesu Kristo kwa tazama, akajua wengine hapa hawanielewi, hawajui mimi ni nani, hawajui hata kwa nini nilikuja duniani. Basi akawapindukia pale, akiwa pale mahali kunaitwa Kaisaria Filipi. Ni mahali kulikuwa kunaitwa Kaisaria, eneo ya gavana ambaye alikuwa anaitwa Philip. Kwa hivyo kunaitwa Kaisaria Filipi. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Hiyo ni swali ambao ni kubwa sana katika Biblia. Ni swali, kuna maswali kadhaa katika Biblia tunastahili kuyatafakari. Swali la kwanza kabisa katika Genesis ama Mwanzo ni ile mwanadamu aliulizwa, uko wapi? Umesimama wapi? Katika Agano Jipya, Mathayo, hii ni swali moja inaanza pale katika Biblia, Yesu akiuliza wanafunzi wake, watu husema mimi ni nani? Watu husema mimi ni nani? Wanadamu husema Yesu ni nani?
Ewe mtazamaji wangu wa Sky Kibal TV, wewe unasema Yesu ni nani? Yesu kwako ni nani? Amekufanyia kazi gani? Lazima ujibu, uwe tayari kujibu maneno haya ili alama ya Mkristo itokee vizuri. Mpendwa mtazamaji wa Sky Kibal TV, lazima uwe na ufafanuzi wa kutosha na uwe na ufafanuzi kamili kwamba unaelewa Yesu ni nani kwako. Yesu ni nani kwako? Watu husema mwana wa Adamu ni nani? Watu husema Kristo ni nani? Wao hunena mwana wa Adamu kuwa yeye ni nani? Basi wakasema, wengine hunena, wengine wakajibu, walipojibu wakasema wengine hunena yu Yohana Mbatizaji, wengine wanasema Elia, wengine Yeremia au mojawapo wa manabii. Walikuwa na maoni tofauti. Wengi waliona Yesu Kristo kama nabii, kama vile dini zingine hazimuoni Kristo kama mwana wa Mungu. Wanasema yeye ni nabii na siku moja atakuja siku ya Kiyama kuja kuhukumu ulimwengu. Lakini nataka kukujulisha kwamba Yesu Kristo, hata wa sasa nikihubiri hapa Sky Kibal TV, Yesu angetaka kila mmoja ambaye anasema ni Mkristo, alama moja idhihirike wazi kwamba wewe unamjua Yesu ni nani. Isiwe kwamba unasema Yesu Kristo ni kama nabii Elia. Isiwe kwamba unasema Yesu Kristo ni kama Yohana Mbatizaji. Isiwe kwamba unachukua Yesu Kristo kawaida kama nabii Yeremia. Ndivyo walivyokuwa wanamuona Yesu Kristo pale katika Uyahudi. Walikuwa wanasema huyu Kristo pengine ni Yeremia amefufuka, ama Yohana Mbatizaji ameinuka tena, ama pengine Elia ambaye alikuwa ni nabii aliyekuwa na nguvu sana katika Israeli. Basi wanamlinganisha. Wengi hata waleo hawamuoni Yesu katika mahali pake. Ni vizuri kuona Yesu katika mahali pake, kuona Yesu kama mwana wa Mungu, kuona Yesu ni zaidi ya nabii. Yesu ni zaidi ya mwanadamu wa kawaida. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na basi Peter akajibu pale katika mstari wa 15 pale tukiteremka, akawaambia, nanyi mwanena. Yesu Kristo akauliza swali, nanyi mwanena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, huyo ni mstari wa 16, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Petro akajibu akamwambia Bwana Yesu, wewe ni mwana wa Mungu, you are the son of God. Akajibu akasema, wewe ndiye Kristo, you are the Christ, the son of the living God. Yesu Kristo ni vizuri tumpate katika roho zetu, katika mawazo yetu, katika hekima yote ambayo tumepewa na Mungu, ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu aliye hai. Yeye sio kama mwanadamu, yeye sio kama nabii, yeye sio kama mtumishi mwingine wa kawaida. He is the son of the living God, Christ Jesus, the son of the living God. Yeye ndiye mwana wa Mungu aliye hai, aliyekuwa ametumwa duniani kulipa gharama ya dhambi, kufa kifo cha uchungu na kutoa dhabihu kama mwana kondoo wa Mungu aliyetengwa na aliyetakaswa ili ampendeze Mwenyezi Mungu. Na dhabihu yake ikakubalika, akapaa mbinguni siku ya tatu na akaketi mkono wa kulia wa Baba ili awe wakili wa wote walio hai, awe wakili wa wale ambao watamwamini kwamba inawezekana kubadilika, inawezekana kumjua Yesu. Petro alipata ufunuo huu akisaidiwa na Roho Mtakatifu. Basi Kristo hapo chini akasema katika mstari wa 17, Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Yesu Kristo akakiri akasema, kupata ufunuo huu wa kujua Yesu ni nani, lazima tumuombe Roho Mtakatifu na tunyenyekee kwake. Tumwambie Roho wa Mungu tusaidie kumjua Yesu Kristo zaidi. Maana sababu ya Roho Mtakatifu kuachiliwa duniani ni kuweza kutusaidia kupata ufunuo wa neno lake Bwana, kupata nguvu, kupata faraja, ili hata tukipata matatizo tunaye wa kututia nguvu. Roho Mtakatifu wa Mungu yuko duniani, ameachiliwa na Mungu ili atufunulie. Kwa mawazo yetu ya kawaida kama binadamu hatumfahamu Yesu vizuri, hatuwezi kumfahamu Yesu vizuri. Kwa mawazo yetu
kawaida ya wanadamu hatutaweza kumfahamu Yesu Kristo ni nani, lakini tukisaidiwa na uwezo wa Roho Mtakatifu tutaweza kumjua Yesu, tutaweza kumhubiri Yesu duniani kote, ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu aliyetolewa kama mwana kondoo, kama dhabihu iliyolipa gharama ya dhambi yote ya dunia hii. Watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na uwezo wake Mwenyezi Mungu, lakini kwa wote wanaomwamini Yesu, wale ndio wamefanyika wana wa Mungu. Na kwa hivyo alama ambayo hauwezi uliza, iko wazi, ni kwamba mtu anamkiri Yesu kama Bwana. Haleluya! Kumkiri Yesu Kristo kama Bwana. Ni Bwana wangu, ameniokoa, amenisamehea, anatenda kazi ndani yangu kupitia Roho Mtakatifu, amenibadilisha. Kristo Yesu mwana wa Mungu, tumpende na tumjue na tumkiri, kwa sababu roho yoyote roho ya mwanadamu ikikiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, basi kuna uwezo na kuna nguvu. Maana Biblia inasema katika lile jina ukilijua vizuri, magoti yote yatapigwa. Katika mbingu yote magoti yatapigwa kule mbinguni, duniani magoti yatapigwa katika eneo ya kiroho na chini ya dunia. Nguvu za Yesu Kristo zinajulikana mahali popote katika anga, katika eneo ya kiroho. Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ndiye mwokozi wetu. Yesu Kristo ndiye Bwana aliyekufa na akafufuka kwa sababu yetu. Na tukishikilia ule ushuhuda, wapendwa watazamaji wangu wa Sky Cable TV, tutakuja kujua kwamba hii ni alama moja ambao haiwezi kataliwa na yeyote duniani, kumjua Yesu Kristo kama Bwana. Basi tukiangalia ile barua ambayo nilikuwa ninasoma ya Yohana, pia inafafanua wazi. Barua ya Yohana ile nilikuwa ninasoma ya kwanza, the first letter of John. Hiyo ni maandiko ambayo iko karibu na kule Revelation. Kutoka 1 John, 2 John, 3 John, kuna kitabu kidogo ambacho kinaitwa Jude ama Yudasi, alafu Ufunuo. Ni vizuri kujua kufungua Bible yako vizuri na kwa haraka. Wapendwa watazamaji, kuna maandiko pale katika kitabu kile cha Yohana, tukisoma kifungu kile cha 4, utakuja kuona ya kwamba kile kifungu cha 4 kinasema hivi. Kifungu cha 4, 1 John mstari wa 15, unasema hivi: kila akirie kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Kwa hivyo tunasoma hapa ya kwamba huyu Yohana ambaye alikuwa ni mtume wa Yesu Kristo, is actually an apostle, akasema hivi katika kile kitabu chapter 4 of first letter of John verse 15, akasema kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Kukiri hivyo tu, Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu Kristo huokoa na kubadilisha maisha ya wanadamu. Yeyote anayekiri kwamba amemjua Kristo na akajua jinsi ya kuishi naye na kumuogopa na kumheshimu kwa sababu ya ile kazi alifanya msalabani, huyo ni mwana wa Mungu. Naye yule kila akirie kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Kwa hivyo hii ni alama ya ajabu sana, kumjua Yesu, kukiri kwamba Yesu ni Bwana. Usikae tu umenyamaza, usifunike taa yako mahali ujifunike. Basi weka taa yako mahali juu ikaweze kuonekana na kila mtu. Mkiri Yesu Kristo. Kama umemjua, mkiri Yesu Kristo. Kama unajua amekubadilisha, usinyamaze, mkiri Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wako. Yes, katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu akakufunulie ya kwamba kumkiri Bwana Yesu Kristo ni jambo la maana, ni jambo la busara kumkiri Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa hivyo tukiangalia kabisa hasa maandiko haya ya Yohana, tutaona alama ingine ya Mkristo ambayo ni wazi, mtazamaji wangu, ni alama ya kutii amri zake Mwenyezi Mungu. Obeying his commandments. Obeying his commandments. Kutii ni kutii amri zake, kuwa tayari kufuatilia njia zake Bwana, kuwa tayari kufuatilia njia zake Bwana. You are willing, unataka, una shauku ya kumjua Bwana, una shauku ya kusoma maandiko, una shauku ya kufuata amri zake Mwenyezi Mungu kupitia neema yake Yesu Kristo, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana wewe ni kazi ya Mungu inayoendelea. Kama umeokoka, kama umebadilika na unamkiri Yesu Kristo,
basi alama ingine itaonyesha kabisa unampenda na wewe ni Mkristo. It is obedience to God's commandment, kutii zile amri. Ukiangalia chapter 3, 1 John chapter 3, ninasoma tu 1 John leo, chapter 3 verse 24. Verse 24 kwa Kiswahili nasoma, naye asikizaye amri azishikaye. Nasoma katika kitabu cha First Letter of John chapter 2 and verse chapter 3 and verse 24, kama unanifuata. Naye azishikaye amri zake hukaa ndani yake, yeye naye ndani yake, na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Wow. Naye ashikaye amri zake hukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Mungu anakaa ndani yako na wewe unakaa ndani yake, na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu. Tunajua ya kwamba kupitia Roho Mtakatifu Yesu hukaa ndani yetu kwa huyo Roho Mtakatifu. Yule Roho tumepatiwa ni wa kutupatia ule uwezo wa kujua kwamba Yesu Kristo ako ndani yetu, na sisi tunatii na tunashika amri zake. Hiyo ni alama ya kuonyesha kwamba mtumishi wa Mungu, unaishi katika maisha ya utaua, unaishi katika maisha ya kujitenga. Maana ukisoma the word holy inamaanisha uncommon. The word holy inamaanisha uncommon, na the word holy also means separate, being separated. Na kwa hivyo unapotii amri za Bwana, Bwana anakuchukulia kwamba wewe unatii amri zake Bwana kupitia Roho Mtakatifu, na wewe umefanywa kuwa haki hata kama unang'ang'ana na dhambi. Sababu ni kujua kwamba mwanadamu hung'ang'ana na dhambi usiku na mchana, lakini ukiwa ndani ya Yesu, Mungu anakusamehe dhambi ukizitambua. Usikae kawaida, usikae kama hata ukitenda dhambi unaona kama ni kawaida. Ni vizuri kuwa sensitive, ni vizuri kuwa na hisia ambayo imeamka kwamba nikitenda dhambi ninajua nimetenda na ninazitubu. Tukitenda dhambi tunatubu mbele zake Bwana. Ukiangalia barua hiyo ambayo ni ya Yohana, uangalie kile kifungu cha kwanza, utaona ya kwamba hii barua ya Yohana ikianza tu inaongea verse 9. Chapter 1 verse 9 ya barua ya Yohana ni kama imekuwa study ya kufanya. Hii study ndio imetoa alama zote za Mkristo zinazoonekana wazi. Angalia mtu ambaye yako ndani ya Kristo, yeye hakai tu akifurahia dhambi, lakini anazichukia na anakaa kama ameamka ndani ili kwamba anatubu dhambi. Biblia inasema hapa, First Letter of John chapter 1 verse 9. Tusomeni pamoja. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Anatusafisha na udhalimu wote, anatusafisha na ubaya wowote. Mpendwa mtazamaji wa Sky Cable TV, siri ni kumjua Kristo. Siri ni kumjua Kristo na kutii amri zake. Ingawaje mwili ni mdhaifu, unakaa ukiangalia vile unaishi mbele za Bwana, unakaa ukiangalia vile unakaa, dhamiri ya mwanadamu na kule ndani huamka na inakwambia umekosea, umedanganya, umefanya uovu, umekuwa na tamaa mbaya sana za dunia hii na mwili huu. Basi unatubu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Na ukiangalia verse 8 ama mstari wa 8 unasema, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Ninataka kusisitiza alama hii ya kutii amri zake Bwana. Sio kwamba unaweza kukaa ile maisha ambayo hauna jambo linakutatiza. Sio kwamba unaweza kaa maisha ambayo hauna kasoro, hauna dosari. Lakini Mkristo yeyote ambaye ana alama zake Mwenyezi Mungu hukaa akijitakasa. Maana niliwaambia wakati tunaokoka kuna stage ya kwanza tunayoiita conversion, kubadilika. Tunapoendelea kumtafuta Bwana kama vile ninahubiri sasa, kuna ile stage ya pili inaitwa sanctification, kuendelea ukitakaswa kila siku, ukitubu dhambi na kujitakasa. Na sio kutenda dhambi kama mzaha, ni kuogopa kutenda uovu, kuogopa kukosea Mwenyezi Mungu. Basi ukiendelea vile unajitakasa, na inafika mahali hata hauna kule kung'ang'ana sana, kwa sababu unaendelea ukikua katika Ukristo.
Haleluya, mtazamaji wangu, sio vizuri uamini kwamba wewe kwa sababu umekosea kasoro kidogo, umekosea makosa, unaacha injili, unaacha imani. Hapana, endelea kupigana vita, endelea kufuata Yesu, endelea kumtazama Yesu. Biblia inasema tukimtazama Yesu aliyeanza kazi njema ndani yetu, yeye aliyeanza kazi njema ndani yetu atakuja kuikamilisha. Kusoma kitabu cha Hebrews chapter 12 verse 1 inasema looking unto Jesus the author and finisher of our faith. Na pia inasema mkikimbia mbio hii ama mashindano haya mkiwa na uvumilivu. Looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. Na kwa hivyo ishara hii ni ya kutii Bwana Yesu, kumtii Bwana Yesu, kutii amri zake, kujitakasa. Kwa sababu nimesema kuna zile hatua tatu, nitarudia. Unapoamini Kristo mara ya kwanza, tunasema conversion. Umebadilika, umeokoka, umeanza safari. Safari tu ni kuanza, imeanza, haujaenda mbali. Usifikirie kwamba utakuwa perfect, hautang'ang'ana, utapata kila kitu. Injili ya kukwambia kwamba utapata kila kitu, utafaulu kwa kila kitu, ni habari ya isiyo ya kweli. Utapata matatizo, utajaribiwa. Yesu Kristo alisema Petro atatikiswa kama ngano, lakini Kristo akasema nimekuombea ili imani yako Petro isije ikaisha. Na kwa hivyo pia ninakuombea imani yako isiishe, lakini uendelee kumtii Mwenyezi Mungu. Uendelee kumtii Mwenyezi Mungu. Uendelee kuwa na dhamiri iliyo hai. Ukitenda dhambi unatubu. Tukisema kwamba hatuna dhambi, tuwajitanganya wenyewe, tuwajidanganya, wala ukweli haumo ndani yetu. Tukiziungama dhambi zetu wakati tunajua kabisa tumemkosea Mwenyezi Mungu, tunatubu dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Bwana ndiye tu anatusafisha katika process ya sanctification. Kwa hivyo ukiulizwa swali, ni vizuri kusema tuko katika stage ya sanctification, kwa sababu stage ya mwisho inaitwa glorification. Kunaanza conversion, unaingia sanctification, kule kutakaswa, na unapigana vita hapa duniani, wewe Mkristo mwenzangu. Na ukimaliza vita, wakati unaondoka katika mwili huu, hata kwa kile kijikaratasi cha kusoma mambo yako ya mwisho, tunasema glorified, gone to glory, ameenda katika utukufu. Lakini sio kila mtu tutasema ameenda kwa utukufu, kwa sababu pia hatujui kama wewe umeenda mbinguni. Lakini ni vizuri ujitakase duniani kupitia damu ya Yesu Kristo iliyo bichi na Roho Mtakatifu anayetusaidia sasa. Maana Mungu amekalia kiti cha rehema ili asaidia wanadamu kumaliza safari vizuri, kumaliza mwendo salama. Bwana tusaidie, tumalize mwendo salama. Tusaidie Bwana, tuendelee katika kukutii na tumalize mwendo salama. Hiyo ni alama ya Mkristo wa kweli, kwamba yeye hufanya bidii kutimiza amri zake. Bwana anajiangalia, unajiangalia ndani, unaona ni wapi ambapo unamkosea Mungu, unaona ni wapi ambapo haujakaa sawasawa na Mungu. Unajitazama, unajichunguza. Hiyo ndiyo siri ya Ukristo na ni alama ya muhimu sana. Alama ingine katika kitabu hiki cha Yohana inaitwa rejecting the world, rejection of the world. Yani unasema hii dunia na maisha yake sitaipenda. Unajua the word love, the word loving the world ni kama hakuna kitu ingine unafikiria tu dunia. Watu wengine wakiwa na upendo na mtu wanasema falling in love. Kuna watu Mungu akituangalia anaona you have fallen in love with the world. Unapenda tu mambo ya dunia, unapenda tu mali, unapenda tu kazi ya mikono yako hapa duniani. Haufikirii kwamba mwili na damu zitakufa na zitaoza, zitazikwa, lakini roho wake Mungu atakuhuisha. Yule roho wa ndani wa mwanadamu hautakufa, utapaa, utaenda katika hukumu yake Bwana. Utatoka uende kuhukumiwa. Mwanadamu huwa mwanadamu kwa sababu ana kitu ndani, ana uzima ndani, ana roho. Mwanadamu ana utu wa ndani ambao unamsaidia kumjua Mungu, ule utu wa ndani kupitia Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo reject the world, kataa dunia. Kuikataa sio kusema hautaishi hapa, hapana. Ukiangalia 1 John 2:17, 1 John chapter 2 verse 17 inasema ya kwamba na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele.
Hiyo ni andiko ya ajabu sana. Ninairudia tena, andiko katika Biblia takatifu, barua ya Yohana ile ya kwanza, kifungu cha 2 mstari wa 17. Na dunia itapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu milele. Mtazamaji wangu wa Sky Kibal TV, yule atendaye mapenzi ya Mungu, roho ambayo iko ndani inatimiza mapenzi yake Mwenyezi Mungu, itadumu milele. Roho ya mtu ya ndani itendayo dhambi itaangamia. Maana Ezekiel, katika maandiko yake nabii Ezekiel anasema roho itendaye dhambi itaangamia, itakufa, itatenganishwa na Mungu milele na milele. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie adhuhuri ya leo. Mungu akusaidie mtazamaji wangu. Mungu atusaidie. Ukisoma mstari wa 16 unasema, maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Mambo yatokanayo na dunia, kuipenda dunia, kuwa na upendo mwingi na dunia, kazi za dunia hii, pesa za dunia hii, macho kile kinachotakikana, kile kinachopendeza macho, kipendeza macho unakichukua. Unatamani tu mambo ya dunia, wanadamu, unatamani tu wanadamu. Yeremia akasema, kulaaniwa ni anayetumainia mwanadamu. Kulaaniwa ni yeye anayetumainia nguvu za mwanadamu zinaweza muokoa. Yeremia anasema laana ipo katika mtu ambaye humtumainia mwanadamu, maana wanadamu wanaweza kukuahidi kitu na washindwe, lakini Mungu hawezi akakuahidi kitu ashindwe kukupatia. Huwezi kumuomba mkate akakupatia kipande cha mawe. Huwezi kumuomba yai akakupatia nyoka. Mwanadamu hawezi kukupatia chochote. Mwanadamu hukufa, mwanadamu humalizika, huondoka, huisha, lakini neno la Bwana litadumu milele na milele. Haleluya. Ninarudia verse hii ambayo ni verse ya ajabu. First letter of John, ama barua ya kwanza ya Yohana, chapter 2 verse 16 inasema, maana kila kilichomo duniani, kila kilichomo, all that is in the world, chochote mnachokiona na macho, manyumba, magari, mashamba tunazokibizana nazo duniani, warembo walioko duniani, maana ni wengi, tunakibizana na wao. Oh my God, Mungu atusaidie. All that is in the world, kile tunaona, tamaa ya macho, kupata shamba, kupata manyumba ambazo ni vizuri kwa sababu tunaishi ndani yake, lakini tusiziweke rohoni, hatutakufa nazo. Mwanadamu alikuja uchi duniani. Ayubu akasema hivyo alipojaribiwa na shetani, akasema nilikuja nikiwa uchi duniani na nitatoka nikiwa uchi. Sikuzaliwa na nguo, nilizaliwa uchi, ule unaitwa uchi wa mnyama. Nikaishi hapa duniani, lakini kurudi pale nitarudi vile tu nilikuja. Unatolewa nguo zako zote, hata ukiwekwa zingine pale katika jeneza, ni sio nguo unaenda kutumia, zinaenda kuoza. Yani mwanadamu alikuja duniani bila kitu na atarudi bila kitu. Kwa hivyo ni vizuri kutojishikia dunia sana. Alama moja ya Mkristo wa kweli, it is rejecting the world. Sijui unaishika dunia kiasi gani. Kuishikilia dunia, hauoni kama unaweza kufa, hauwezi kuona kama utaacha kila kitu duniani. Kila mali tulio nayo tutaiacha. Ukiangalia verse 15, wapendwa, ni alama ya juu sana hii. Mtazamaji wangu wa Sky Kibal TV, mwandishi wa habari njema hii Yohana alikuwa mtume wa Yesu Kristo, alikuwa na mamlaka, alikuwa amesikia mahubiri ya Yesu Kristo. Na kwa hivyo kuanzia mstari wa 15, kile kifungu cha 2, the first letter of John, akasema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Ukipenda ulimwengu, tamaa za dunia, utajiri, mali na pesa, urembo wa dunia na starehe za dunia hii, ukizipenda, Biblia inasema ya kwamba upendo wa Baba haumo ndani yetu. Kupenda dunia kunasukuma upendo wa Mungu, bali ukimpenda Mungu utaweza kuiweka dunia kando. Ingawa utaendesha gari nzuri, usiiweke rohoni. Hautaenda nayo kule mbinguni, hautakufa nayo. Nyumba nzuri ambazo ziko Nairobi hii na dunia yote, manyumba ya bei,
hatutaenda nazo mahali, zitamalizika, tutaziacha duniani. Saa hii kukitokea maporomoko ya ardhi, zote zitaenda chini. Sisemi kutakuwa nayo, lakini ni vizuri kujua hii life, it is unpredictable. It is unpredictable. We don't know tomorrow. Hatukujua corona itakuja, bei ya bidhaa ikaenda juu, hata sasa bei iko juu. Hatukujua kutatokea korona ambayo imetugonga. Kila mtu anaenda akijifunika mapua na midomo, kila mtu anatembea akiogopa mwenzake. Haujui ni nani aliye na ugonjwa huu, homa ya korona. Hatukujua. 2020 tumepitia mambo magumu. 2021 bado tunang'ang'ana. Ni kama miaka miwili iliyo na uzito, miaka miwili iliyo na uoga. Haujui ukikohoa kidogo kama ni korona. Biblia inatuambia hapa, msiipende dunia. Hatutakaa duniani milele, hatutakaa hapa milele na milele. Hapa sisi ni wapitaji, sisi ni wapitaji, sisi ni wasafiri, sisi ni wageni duniani. Msiipende dunia, anaandikia kanisa. Na hata kanisa ya leo tunastahili kuelewa mambo haya. Sio kusema hatutanunua magari, sio kusema hatutajenga manyumba, sio kusema hatutanunua mashamba, sio kusema hakuna majaribio yatatujaribu ya tamaa za macho. Lakini tunashauriwa na andiko lililo na nguvu katika kitabu hiki ya kwamba msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Ukipenda mambo ya ulimwengu huu, useme nitakula nikunywe, nitazama katika raha za dunia, nitazama katika kufurahia mali nilionayo, basi huyo mtu hataonyesha upendo wa Mungu ndani yake. Upendo ya Mungu ni ya kwamba kile kitu amekupatia unashukuru, unakichukua kwa kunyenyekea, maana haujui kesho kama kitakuwepo ama kitaondoka. Ni kazi nyingi sana zimefungwa, na wakati huu wa homa ya korona hatukujua zitafungwa. Usafiri umeathirika. Usafiri wa angani pia umeathirika mara kadhaa. Mara kuna ruti fulani za safari za ndege ambazo hazifanyi. Watu wale wameathirika sana, wenye kufanya zile biashara. Watu wameathirika sana. Kuna wakati mikahawa imefungwa, mahali pa starehe kumefungwa. Wale watu wenye zile kazi wameumia sana. Sisemi ya kwamba ni vizuri, lakini nataka kukuambia, yani it's unpredictable. Hatujui kesho, hatuwezi kubashiri kutakuwaje kesho. Na kwa hivyo ni vizuri kuweka tumaini lako kwa Bwana. Msiipende dunia, wapendwa wangu wa Kristo. Hii ni alama itakaodhihirisha kwamba wewe ni Mkristo wa kweli. Kuweka dunia kando, kile kitu ulicho nacho kutokiweka ndani sana, kutoshikilia mambo ya ulimwengu sana mpaka unakosana na watu. Achilia mambo ya ulimwengu. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Bwana hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima huu, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Dunia inaleta mazao mbaya, watu kujigamba, kujiringa, watu kujisikia, watu wajisikia kama hawatatoka duniani. Watu wanakosana, wengine wanaendea watu vibaya. Lakini duniani tunapita sisi, ni kama umande unaonekana asubuhi, kesho masaa ingine hatupo. Biblia inasema ya kwamba mwanadamu ni kama nyasi, inayochipuka, alafu ni kama maua unayoiona hapa mbele zangu. Mwanadamu huchipuka, alafu baada ya muda huondoka. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita na kilichomo duniani kinapita. Manyumba yanapita tunayoyaona, magari tunayoona yanapita, utajiri ulio mkuu katika nchi hii unapita. Wacha nikuambie ukweli, hata mavazi tuliyovaa hayataishi kaa milele. Mwili na damu hazitakaa milele. Kile kilicho na maana na dhamana kabisa ni kumwamini Yesu Kristo, ni kuheshimu Bwana, ni kutoipenda dunia lakini kumpenda Mungu zaidi. That's a mark of a Christian, rejecting the world, saying no to the lust of the eyes, saying no
tu mambo ya dunia hii, kusema hapana, sitaifuatilia, sitainamia mambo ya dunia hii. Rejection of the world. Rejection of the world. Basi kuna alama ingine ya ajabu sana inaitwa repentance. Repentance from sin. Ukimkosea Mwenyezi Mungu, unatubu dhambi. Ukimkosea Mwenyezi Mungu, unajifundisha kusema nisamehe Bwana. Ukiangalia kifungu kile cha barua ya Yohana 3, barua ya Yohana ile ya kwanza 3, mstari wa 9, Biblia inasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Amezaliwa kutokana na Mungu. Basi wapendwa watazamaji, katika kitabu hiki cha Yohana kuna maandiko inasema yule aliyezaliwa na Mungu, ukimuogopa Bwana, kama wewe umebadilika, sio lazima utembee maisha ya dhambi. Biblia inasema ya kwamba wewe hujua ya kwamba umebadilika. There is a difference between continuing in sin, kuendelea na maisha ya dhambi na kuyafurahia, na kuna kule kukosea, falling in sin. Those are two different terms. Hayo ni maneno mawili ambayo ni wazi kwamba continuing in sin. Kuna watu wanatenda dhambi lakini hawaoni kama ni kitu, wanaendelea kuifanya, wanaishi ndani ya dhambi. Lakini kuna watu akikosea anatubu, anajitakasa. Biblia inasema tofauti ya mnyama tunayemuita kondoo na nguruwe ni kwamba kondoo akiguza uchafu hawezi kaa pale, ataondoka. Hata ukiangalia paka akiguza uchafu ataondoka na ajipanguze, kwa sababu anachukia uchafu. Lakini nguruwe akianguka kwa uchafu, aanguke mahali hata kawa sewage, atakaa pale. Kwa hivyo hiyo ni tofauti ya maisha ya Mkristo na mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida anaweza kutenda dhambi leo, atende kesho kutwa, wiki, mwezi, na ni maisha yake. Yeye huishi maisha kama ni wizi, kama ni maovu, anaishi pale. Lakini Mkristo kamili akikosea anajitakasa. Nilisema ya kwamba kuokoka kunaitwa conversion, lakini maisha unayoingia ndani yake ni sanctification. Wakati tunapokufa tunaenda stage ya 3 inayoitwa glorification. Na ndio sababu tunaandikia mtu akifa gone to glory, ameenda katika utukufu, ameenda katika kupumzika, hata teseka tena. But so long as you are in this body, so long as you are living in this body, utangangana na dhambi. Paul anasema kile ninachojaribu kukifanya, that is Romans chapter 7, Paul anasema kile ninachotamani kukifanya siwezi kukitenda. Ile haki ya Mungu mara mingi siwezi kuitenda. Kile ambacho nachukia kutenda najipata ninatenda. Na kwa hivyo kuna mvutano ndani yangu. Kwa hivyo ni lazima nikae macho, lazima nikae nikitubu. Repentance from sin. Repentance from sin. Yohana anasema ya kwamba msiendelee na dhambi. Repentance from sin. 1 John 3:9 nimeirudia. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Kwa sababu uzao wake wakaa ndani ya Mungu, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Ukisoma verse 8 inasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Zamani tulikuwa tunatawaliwa na hisia za mwili. Tulikuwa tunaenenda katika mapenzi ya vile mwili unataka, unafuata tu vile unajihisi, unafuata tu. Lakini Yesu Kristo akiingia ndani yako, utajua wakati umetenda dhambi. Dhamiri yako itakuwa hai na utatubu dhambi zako. Ukikosea utatubu dhambi zako. Ukikosea unabadilika na unajificha ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. Thank you. Kwa hiyo mtazamaji wangu, ningetaka kutaja alama ingine moja tu ambayo inaitwa loving others. Loving others, na nitasoma barua ile ya Yohana kifungu cha 4, kifungu kile cha 4, na nitasoma mstari wa 4, nitasoma mstari wa 7 pale. 1 John 4:7. 1 John 4:7 inasema hivi: wapenzi na wapendwa, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye amjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Mtazamaji wangu, amri iliyo kubwa kabisa katika Biblia ni amri ya kupenda watu walio karibu nawe. Love your neighbor.
Love your spouse, love your children, love the people you live with. Wale watu mnaishi pamoja na wao, wapende. Love one another. Love one another. That's a mark of a true Christian, loving others. Msisahau mambo haya ninayoyataja kama alama za kumjua Mungu, na nimetaja alama ya kwanza ya kwamba ni kumjua Yesu Kristo. Kumjua Yesu Kristo na kukiri habari ya kumjua. Alama ya pili ni kwamba ni kutii amri za Bwana, kutamani kuzitii. You are willing. The Bible says, blessed are they that hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Kubarikiwa ni wale wanaona njaa na kiu cha utakatifu, maana watajazwa. Ingawa wanang'ang'ana na dhambi duniani, wanaona njaa, wanaona shauku, kama vile ayala aoneaye shauku visima vya maji ama vijito vya maji, ndivyo roho yangu inavyokutamani yeye Bwana. Daudi akasema katika kifungu cha Zaburi 42, kama vile ayala aoneaye kiu vijito vya maji, ndivyo roho yangu na moyo wangu unavyotamani kukuona yeye Bwana. Kwa hivyo obey the Lord, obey the Lord. Alama nyingine ni rejecting the world. Nikakwambia dunia tutaiacha hapa, mapenzi yake ya dunia, tamaa za dunia, utajiri wa dunia, kile unachokitamani tutakiacha hapa. Lakini roho ulio ndani, kama unaogopa Mwenyezi Mungu, utaweza kuenda mbinguni na utaweza kuenda kuishi na Mungu milele na milele. Hatukuleta kitu duniani, lakini tutarudi bila pia. Repent your sins every time you sense that you have sinned against God. Ukisense kwamba kuna kitu kimeenda vibaya, umedanganya, kwa sababu kudanganya kumekuwa kama kawaida. Usherati umekuwa kawaida siku hizi. Watu huchat kawaida tu kwa mitambo na kuongea maovu. Ukijua tu umekosea, unatubu dhambi, unaambia Mungu nisamehe. Baba nisamehe. God is righteous na anataka tuendelee tukikua. Grow in perfection. Haujafika, lakini grow in knowing the Lord. Grow in repentance. Grow in knowing the Lord. Usiendelee tu katika tabia za dhambi, lakini jifundishe kuachana na maovu na kutubu. Then the love of others is our last mark. Loving others. Love God. Love your neighbor. Mpende Mungu na nguvu zote. Mpende nguvu na akili zote na uweza wote aliyokupatia na mali yako. Mpende Mwenyezi Mungu. Pia mpende jirani yako. Love God, love your neighbor is the greatest commandment. Jesus said the greatest commandment is loving God with all your heart and loving your neighbor as you love yourself. Ile ambacho hungetaka mtu akufanyie, usimtende. Kama kumekosana na mtu, mwambie pole. Enda ukatubu dhambi, ukaseme pole, ukaomba msamaha, kwa sababu Mungu hupenda hivyo. Loving others. Tukimalizia tunaweza soma John chapter 4 and verse 12. Verse 12 inasema, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Pendo la Mungu linakamilika wakati unampenda mwenzako, unapenda jirani. Usiishi na jirani kwa fitina. Usiishi na watu wako jumbani, hata watoto wako kwa fitina. Usiishi na mke wako kwa fitina, mume wako kwa fitina, na kubeba ubaya na uovu. Msamehe, muachilie, ili baraka za Bwana zikakamilike ndani yako. Ndio sababu Biblia inasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Mungu hufurahia wakati tunapendana. Wakati tunapendana. Mstari wa 15 unasema, kila akiriye kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Mungu hufurahia kukaa ndani ya roho iliyovunjika, iliyobondeka, roho iliyonyenyekevu, roho ambayo inakaa kama ya mtoto. Christ-like spirit, being like Christ-like, yani kukaa kama mtoto mdogo, childlike. Unakaa kwamba hata ukibeba haubebi sana. Hata kama kuna mtu atakukosea, hautabeba mahali kwa uzito yale ambao umetendewa. Bwana akubariki mtazamaji wangu. Bwana akusaidie kujua alama hizi, ya kwamba lazima umjue Yesu, umtii, ukatae dunia, utubu dhambi zako. Hizi ni alama za kumjulisha mtu, this is a true Christian. This is a true Christian. Lazima injili tunayoihubiri tuionyeshe duniani kote kwamba we know God.
by loving others, by obeying the word of God, by repenting our sins, wapendwa, by rejecting the world na vile dunia inaenenda, tuikatae for the glory of God. Tuikatae for the glory of God. Basi mtazamaji wangu, ningetaka kuomba pamoja na wewe, na kama uko hapa hauna alama hizi, ni vizuri umjue Yesu Kristo kama Mwokozi, akufunike na damu takatifu na akusamehe dhambi zako. Ni vizuri ukiri dhambi zako mbele za Yesu Kristo, useme kwamba Bwana, nimetenda dhambi na ninajua ulikufa kwa sababu yangu. Nisamehe dhambi, nifiche katika uwepo wako, nifiche katika mabaya yako, na niishi katika wema na fadhili zako milele na milele. Basi tuweze kuomba na wewe mtazamaji wangu, ili tuweze kutamatisha mafundisho ya adhuhuri ya leo. Basi tukaomba. Baba wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja hapa kukushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu wa Sky Kibal TV, kwa sababu ametulia na kunisikiza na kufuatilia. Bwana, ninaomba ukajidhihirishe. Jidhihirishe Bwana kwake. Muhurumie kwa Roho Mtakatifu, msaidie kuelewa na kufafanuliwa habari hii njema, ili kwamba wakakujue na kuamini na kubadilika na kujua kabisa kuna alama za Ukristo zinazoambatana na neno lake Bwana. Asanti Bwana, asanti Bwana. Naomba ukahurumie wapendwa hawa. Bariki watazamaji wote wa Sky Kibal TV. Bariki Sky Kibal TV na unibariki nikiendelea Bwana kufundisha mafundisho haya ya Biblia, ambayo Bwana kwa uwezo wako nitaweza kuendelea. Asanti Kristo Yesu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mtazamaji wangu tena, mimi ninaitwa Reverend David Kibali Wanjega. Mimi ni mhubiri katika huduma inayoitwa The People's Church Ministry, pale bypass ya Kahawa West, pale 44 kuna flyover. Hapo chini kuna mahali ambapo utaona kanisa linaitwa The People's Church Kahawa, na unaweza kututembelea. Namba yangu ya simu ni 0722 696 190. Namba yangu ya simu ni 0722 696 190. Injili hii itaendelea. Kipindi hiki kinaitwa Mkate wa Uzima katika Sky Kibal TV, kitaendelea kila Alhamisi saa 7 mpaka saa 8. Mungu awabariki sana. Unaweza comment pale katika Sky Kibal TV Kenya, unaweza subscribe, na Mungu akubariki sana. Tutaweza kuonana adhuhuri ijayo, ili jina la Bwana litukuzwe. Barikiweni sana. Asanteni sana watazamaji wangu. Thank you. Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Kibal TV Kenya. Sky Kibal TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. On this channel, you can enjoy watching our engaging, inspiring, your identity matters. You can never go somewhere, especially if you go to apply for a job and you don't put your identity. motivating, and encouraging videos. Subscribe now to our channel to get the latest and most relevant updates. Get current information on health issues, diets. Another do is eat healthy, exercise, boost up your immune. Christianity, spiritual matters, music. Start this day like cold rain. We also offer the following services: wedding coverage, photography, videography, advertisement, production, branding and design, events coverage, and send-off coverage. And here is our contact info. Thanks for watching. Share this video and subscribe now to our channel.